Hello ndugu zangu, natumaini mko salama pamoja na yote ambayo tunapitia. Binafsi mimi namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Namshukuru Mungu kwa uzima na afya njema. Hizo wiki mbili zilizopita hizo sikuwa vizuri. Yaani kiukweli pamoja na yote namshukuru Mungu kwa uzima. Lakini huu mwaka huu kila mmoja wetu naamini anaufunga kivyake. Kila mtu ana vitu vyake kichwani. Wengine tumepata changamoto kifamilia pia na ukijumlisha na kitaifa, kwa hiyo unakuwa na mawazo ya aina mbili, kwa hiyo uko na double feelings yani. Lakini nilikuwa namuomba Mungu anishikilie, maana sijui ningefanya nini kiukweli. Ni Mungu tu. Wote tunaomwamini Mungu tunaamini kwamba hakuna kitu ambacho kinatokea bila Mungu kujua. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kinatupa nguvu. Sasa mimi nitoe tu shukurani kwa ndugu zangu wa Kenya, majirani zetu ambao walikuwa na sisi kipindi hiki. Kuna wale ambao walikuwa wanaumia sana na sisi, wameomba na sisi. Mungu awabariki sana ndugu zetu wa Kenya kwa kweli. Yaani tutakuwa wanafiki tusipokuwa na shukurani kwa ndugu zetu wa Kenya, pia walikuwa na sisi. Mungu awabariki sana na Mungu atusaidie sote kwa kweli. Na sio tu wa Kenya peke yake, wako baadhi ya nchi zingine kama Uganda wamekuwa jirani na sisi. Tuwashukuru kwa kweli. Hata walio nje ya nchi zetu tuwashukuru pia. Hata tunapoomba tuwakumbuke kwenye maombi yetu pia, kwa sababu mimi naamini wako watu wenye mioyo yenye kuumia na watu wanaoumia wapo. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa ajili yao, na bado wengine wanaendelea kuomba. Hata Wakenya wengine nimeona kwenye social media hizo wakifanya maombi. Kuna wahubiri, mapastors wanafanya maombi. Kwa kweli sisi hatuwezi kusimama bila maombi, hatuwezi. Ni tuzidi kuwaombea na wao na sisi tuombeane, tuzidi kwa kitu kimoja. Na kitu kingine nataka niongeze, kuna mfanyakazi mwenzangu mmoja tulikuwa tunaongea kitu fulani hivi, na nitapenda nishare kwa ndugu zangu wengi, kwa sababu mimi ni mmoja ya hao, na najua wafanyakazi wengi tunapitia hali kama ninayopitia mimi, wanaopitia wengine, japokuwa hali zetu hazifanani kifamilia, matatizo ya familia hayafanani, lakini tuko kwenye line hiyo moja ya matatizo. Sasa huyo mwenzangu alikuwa anasema hivi, yani Happy nina matatizo ya mkono, alafu familia yake, mama yake hana uwezo, baba yake alioaga mke mwingine, kwa hiyo unajua familia zile za wake wengi yani. Kwa hiyo yeye mama yake amemwachia watoto na hana uwezo, yani hata kama kulima hawezi kulima, lazima atoe kitu, atoe msaada yani wa pesa, aingie shambani walime. Kwa hiyo kwa kila kitu mama yake amekuwa kama mtoto kwake. Sasa na kitu kinachomuumiza zaidi ndio hiki. Fikiria yeye ana matatizo ya mkono, alafu mama yake hana uwezo, baba yake yuko huko, alafu ndugu zake pia hawana uwezo, kwa hiyo macho yote yanamuelekea yeye. Akaniambia, sasa mimi niko kwenye tatizo hili, alafu na umaskini. Kwa nini basi nikiwa naomba Mungu, mbona Mungu basi anioni? Kwa sababu tayari nina matatizo, tayari familia yangu ni maskini, kwa nini basi ninakuwa na matatizo tena mengine ya kiafya binafsi yani? Na sasa amefika hatua, amesema hasali kama alivyokuwa anasali hapo mwanzo, kwa sababu anaona havina matunda, havileti matunda yani havizai matunda, ya maombi yake hayaleti matunda yote, hali yake iko vile vile haibadiliki.
Sasa hiki ndio kitu ambacho mimi nilimjibu, kwa sababu na mimi napitia hali hiyo. Na kila ninapofikiria nisiombe, kwa sababu unafika hali unasema hata nikiomba mbona Mungu ajibu. Ninapofikiria tu nisiombe, naishia kuomba. Mimi sielewi ni kitu gani kinanifanya hivyo. Yaani kuna kitu kinanipush niombe tu, hata kama Mungu hajajibu, hata kama sielewi maisha yangu yanaelekea upande gani, sielewi. Naongea hivi kwa uchungu mkubwa ndani. Na nasikia hata kulia hapa, kwa sababu Mungu ndo anajua kwa kweli. Sasa nikamwambia tunatakiwa tumshukuru Mungu katika hizi hali zetu ambazo tunazipitia, kwa sababu kama tatizo linakusukuma kwenda kwa Mungu, basi hicho ni kitu kizuri zaidi sana ambacho tunaweza kukifanya. Yaani kwa mfano kama mtu una shida halafu hauendi kwa Mungu, basi hiyo ni hatari zaidi. Na ukishaona uko kwenye hiyo hali, basi omba Mungu akupe neema urudi kwake. Kuna watu wana uwezo wala hawamhitaji Mungu. Kwa hiyo sisi ukiona uko kwenye mateso makali halafu umeacha kabisa usiende kwa Mungu kwa sababu hakuna majibu, basi omba neema urudi kwa Mungu. Hata kama utakuwa unamkumbuka kwa kuomba kidogo, sio lazima mtu akasali usiku mzima. Kama hauna uwezo wa kusali usiku mzima au usiku nzima, hata hiyo dakika chache ambazo unazitumia kwa Mungu pamoja na shida yako ni kitu kizuri zaidi kuliko vile ambavyo sisi tunawaza. Na nikamwambia amwombe Mungu. Na pia ndugu zangu, kama hujawahi kusoma neno la Mungu, muombe Mungu akupe neema ya kusoma neno la Mungu. Kwa sababu mtu akikwambia usome neno, nenda soma neno, soma neno la Mungu. Lakini kama Mungu hajakupa hiyo neema ya kusoma, hutasoma. Maneno ya mtu hayatakusaidia wewe kusoma neno. Ndio tutakwambia, lakini wewe mwenyewe ndio uombe Mungu akupe hiyo neema kama unataka. Mtu hawezi kukufanya ufanye. Haiwezekani. Unajua mambo ya Mungu hayafosiwi. Hata nilimwambia mimi siwezi nikakuforce ufanye hivi na hivi. Mungu mwenyewe ndo akuambie, na wewe kwanza uanze uonyeshe nia kama unataka. Mwambie Mungu nataka, lakini naomba neema. Kama Mungu mwenyewe atakuelekeza kusoma neno la Mungu, basi hautakikimbia hicho kitabu. Lakini kama maneno ya mtu tu na mawazo ya mtu akwambia fanya kitu fulani bila Mungu kuingilia, hiyo inakuwa kazi bure tu. Utasoma siku moja, siku mbili utaacha. Iko hivyo, ni neema ya Mungu tu. Na kwa ndugu zangu ambao mmerudi kabisa nyuma, mmekata tamaa, kumbuka kwamba uko mzima na Mungu anaendelea kufanya kazi kwako. Hata kama umeamua kurudi nyuma, Mungu bado yuko na wewe, hajakukatia tamaa wewe Mungu. Kwa hiyo kama tuko wazima, basi liko tumaini. Mimi hicho kitu kinanipa nguvu. Namuulizaga Mungu, kwa nini umenipa uzima? Basi bado kuna kitu Mungu anakifanyia kazi na anakitendea kazi. Kwa hiyo tunavyopitisha kwenye haya magumu, ndo Mungu anafanya kazi kwenye hizo hali zetu. Kwa hiyo kwenye huu wakati ni wakati ambao wa kuomba uvumilivu kwa Mungu na kutoanguka kwenye dhambi. Hivyo vitu ndo vinaniogopesha mimi. Mungu, tunaomba Mungu hivyo vitu, uvumilivu kwenye hizo hali ngumu na kutokutenda dhambi. Basi tuogope dhambi kuliko umaskini, kwa sababu dhambi ndio inatuletea kifo, na tukifa basi ni motoni. Kuliko umaskini, unaweza ukafa maskini lakini ukutenda dhambi ukaishia peponi. Kuliko tuko kwenye umaskini alafu tutende dhambi, tunakwenda ni kubaya zaidi. Mungu atusaidie tu hapo. Mungu amesema hatuwezi kutujaribu kushinda uwezo wetu, na katika kila jaribu Mungu ataleta mlango wa kupitia. Kwa hiyo Mungu ameshatuahidi, tuamini Mungu. Shida zipo na Mungu yupo. Kwa hiyo Mungu ni mkubwa kuliko shida zetu na anajua cha kufanya tunayoyapitia yote, anajua jinsi ya kutuokoa. Kama nilivyosema, hakuna kitu kinachotokea kwenye maisha yetu Mungu akijua. Kwa hiyo kama Mungu anajua kila kitu, basi tumwendee Mungu, tumuombe Mungu neema ya uvumilivu na ya kuendelea kumcha yeye.
Asante kwa kunisikiliza na kuangalia, tuishie hapo. Mimi jana nilipita tu kutembea maeneo haya kwa sababu bado kuna likizo leo ya Alhamisi, kuna likizo, watu wako kwenye likizo leo. Happy National Day Omani. Mungu awabariki wa Omani, wa Tanzania. Kila laheri kwenu.